Okay, tunaendelea katika grupu la paragraph, na kitu cha kwanza tutaangalia kitu na kita align text left, ambapo align text left inafanya kazi gani? Kazi yake ni kuandika au kuweka maandishi upande wako wa kushoto. Tayari, mfano hapa nikiandika maandishi yangu yanaanza upande wa kushoto. Tayari, so naweza nikaeka ya pili. Mfano ya pili hapa nikigusa center, ambapo center itaniwekea maandishi yangu ya upande wa katikati au katikati ya page. Tayari, mfano kwa utatumia center hii, mfano kwa kichwa cha habari, heading yako na maanisha unaweza ukaiweka hapa katikati. Tayari, lakini vile mfano ushatumia center, unataka kurudi kushoto, utatumia align text left. Mfano nataka kuacha hapa katikati ya page yangu, then kwa hiyo nabonyeza enter, then narudi left ili maandishi yarudi kushoto, ili hii ikae kama heading katikati. Kwa hiyo ukisharudi huku naweza nikaendelea na uandishi. Tayari, kwa hiyo inayofuata ni align text right, yani maandishi yako yataanza upande wa kulia. Tayari, kwa hiyo naweza nikaiweka activate kwanza, alafu nikaandika. Umeona maandishi yanakaa upande wa kulia ni kwetu kwa page. Unaona hivi ndio inapokuwa align text right. Kwa mfano nishaandika huko kulia na kurudi kushoto, naweza nikabonyeza tu hapa. Bahati mbaya labda nimebonyeza hapa, kama nataka kurudisha huku, mimi nitaka ambao nikishuka maandishi yaje kushoto, kwa nabonyeza align text left. Huo ndio mfano wa align text left, align center na align text right. Lakini bila kusahau kuna kitu nakita justify. Justify inafanya kitu gani? Justify itakachofanya ni, acha niongeze page hapa. Justify mfano kazi yake yenyewe ni kuweka sawa maandishi left na right. Ndio maana nasema justify inafanya kitu gani? Distribute the text in level between the margin. Justify text with a document clean, crisp edges so it looks more polished. Tayari, kwamba justify inafanya maandishi yako yawe katika margin ambayo imeenea upande wa kushoto na kulia, ili iweze kuwapa muonekano mzuri. Kwa hiyo ndio nakuja hapa namwambia justify. Umeona alivyokuwa sawa huko kwenye margin, kwa amekuwa sawa, tofauti na hapa mwanzo. Umeona hivyo katika mwisho, lakini kimwambia justify anatengeneza katika umbo ambao atakaa. Umeona hata hizi stiki zake zilizokaa zimekaa katika mfumo clean and neat. Naye akafanya justification. Tayari hapa kwa mfano wa justify ndio huo, lakini justify automatically maandishi yake yataanza kushoto, lakini ataweka katika mfumo mzuri tofauti na mifumo mingine. Lakini kinachofuata ni kitu anakiita line and paragraph spacing. Tukizungumzia line and paragraph spacing, nazungumzia nafasi iliyoachwa baina mstari na mstari, nafasi ya kati. Tayari,
Kwa hiyo tukija hapa tukimwambia IK 1.0, 1.0 ni kama inapungua nafasi tayari. Tukimwambia IK 3, umeona nafasi inavyozidi. Tukimwambia 1.15, nadhani 1.15 ndio default. Tukimwambia 1.5, umeona inazidi nafasi. Lakini tukimwambia 3, umeona nafasi inakuwa kubwa. Kwa hiyo ni line spacing. Line spacing, nafasi iliyopo baina mstari na mstari. Lakini pia unaweza ukaondosha hii nafasi ikawa ni ndogo, kwa hiyo unamwambia remove space after paragraph. Nadhani unaweza ukaienda kuiondoa kabisa, yani spacing option. Ukija huku nadhani hakuna, sababu hapa kwa line spacing naweza kufanya kama hivyo. Tuambie remove space kwa nafasi inakuwa ni ndogo. So huu ndo mfano wa line spacing. Lakini tukija juu huku ukutana na kitu na kita bullets. Ya bullet hizi ni bullet tayari. Ndo kuandika vitu kwa idadi, lakini ndo kuweka bullet au utaweka namba. Mfano acha niseme naandika vitu kama vile matunda tayari, lakini nakuja kuweka bullet na viorodhesha kwa bullet. Nachukua bullet hii hapa, hapa naandika orange ya kwanza, then nabonyeza enter. Kibonyeza enter automatically alama ya bullet itakaa mango, banana, apple. Mfano ni kama huu. Sasa mfano mimi nishamaliza hapa, sitaki iendelee. Nitakachofanya mimi bonyeza enter, ishaka hapa, lakini hapa sitaki ikae hapa tayari. Na kuja zangu huku namwambia none, lakini ukimwambia none make sure uko katika ile bullet ya mwisho ambayo huitaki. Kwa huku zitabaki, lakini hii ya mwisho itaondoka tayari. Okay, lakini pia inafuata chingine ni numbering. Numbering ni mfumo wa namba. Sasa kichana bullet hizi kuna numbering hizi hapa ambazo unachukuja kuchagua namba gani unataka. Namba za Kirumi, Roman number tayari. Nataka alphabet tayari. Kwa hiyo unachagua zipi unataka. Mfano mimi nitaweka kwa hizi tayari. Labda tuandike nini? Tuandike vyakula tayari. Tuseme wali, chipsi, makonge, ugali tayari. Mfano kama huo. Kwa kama na hii nataka niondoshe ya mwisho, sitaki, tafanyaje? Na kuja huku namwambia none, itaondoka. Kwa mfano ni kama huo. So kinachofuata chengine increase indent and decrease indent. Increase indent and decrease indent inafanya kazi gani? Wacha niweke kitu wanaita ruler. Mfano mimi nataka niandike, acha tuzifute hizi. Nataka niandike tuseme barua. Kama tunavyojua anwani ya mpelekaji inakuwa upande huu wa kulia tayari.
Kwa mfano kwa anwani yako upande wa kulia, si vizuri ukatumia align text right, sababu haitakuwa katika mfumo mzuri. Kwa mfano hii inaweza nikatumia increase indent, kwa mouse yangu ana move, labda nikaandika. Sasa hapa nitaweka hizo anwani za Juma Masawe Kasanja tayari. Hapo mfano naandika nini chengine kinachofuata, nadhani taandika Kigogo wapi Dar es Salaam. Tayari. Hapa nitaandika na namba tayari, mfano, then nitaandika nini, tarehe